Asante sana wanahabari. Tumekutana hapa kama viongozi wa hapa Kisii, viongozi mbalimbali, tuko na machief, tuko na watu wa bodaboda, watu wa soko, mapasta, ili tuweze kujadiliana kama watu wa Kisii ama watu wa Gusii kwa miaka miwili ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tumefanyaje kama watu wa eneo hili? Na kwa kweli wananchi wameridhika kiasi na yale mambo ambayo Mheshimiwa Rais amefanya kwa eneo hili letu la Kisii, kwa sababu kuna yale mabarabara ambayo yalikuwa yamekwama kwa miaka mingi, yengine yalikuwa yamekwama kwa zaidi ya miaka 10. Mingi zao hizo barabara zimeanza. Kuna ile cancer center ambayo kwa miaka mingi ilianzishwa na gavana aliyepita, Gavana Ongwae, ambaye ilikuwa imekwama kwa miaka mingi. Hiyo cancer center imeanza, ingawaji yule contractor ambaye yuko pale hayuko kwa kasi vile tunategemea, lakini pesa zote amelipwa. So kuna yale mambo kama maneno ya mbolea ambaye imepunguzwa bei. Wananchi wanataka ile mbolea iweze sasa kufika kwa constituency. Mahali iko zingine iko kwa town, itoke town iende kwa constituency, ziende kwa ward level ili waweze kupata mbolea kwa haraka. Kuna mambo ya stima ambayo Mheshimiwa Rais ametupatia takriban bilioni 3.3 ili iweze kusaidia wananchi wa eneo hili la Kisii waweze kupata stima, kwa sababu ukiangalia kwa kaunti nyingi zaidi, kwa zile kaunti ambazo ziko chini sana maneno ya stima, ikiwemo hii Kisii, ndio ile kaunti ambayo iko chini zaidi kwa maneno ya stima. Kwa hivyo tumejadiliana kwa uwazi sana mambo mengi, mambo ya masoko ambayo yanaendelea katika constituency zote, na tumeridhika ya kwamba constituency zote za hapa Kisii kuna soko 1, 2 ama 3 ambazo zinaendelea, na wananchi wa eneo hili pia wanashukuru kwa sababu Mheshimiwa Rais na naibu wake na Mheshimiwa Raila Odinga kushirikiana pamoja, na tumeona matunda mengi. Tuko na mawaziri kutoka hapa, tuko na PS kutoka hapa, tuko na Solicitor General, ingawaji tuko na hao bado wanaomba ya kwamba waweze kupata watu wengine zaidi waweko katika ngazi tofauti za serikali. Hiyo ndio mambo watu wa hapa Kisii wanaomba, na sisi kama wa Kisii tumesema ya kwamba ingawaji tuko na siasa zinakuja 2027 ni mbali, wanataka kujua hii bajeti ambayo tumepitisha ya bilioni 4.4 wao wanapata nini katika hii bajeti. Wanataka kujua ile reli ambayo Mheshimiwa Rais aliwaahidi inakuja Nyamira ama la, na tumewahakikishia ya kwamba sisi kama viongozi wao, ile reli ambayo Rais alisema inakuja Nyamira miezi 2 kutoka leo, hiyo reli inaanza na itapita Nyamira, ikienda Kisumu iende Malaba boda. Kwa hivyo sisi tunaambia wananchi wetu tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na wametuomba ya kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais ili Mheshimiwa Rais akuje hapa kuzindua hizo project, na kabla hajakuja hapa wanaomba pia wao waende wamtembelee kule, waongee na yeye kule State House, wajadiliane na yeye. Ama mnasema namna gani? Si mnataka kwenda muone, mumsalimie pia nyinyi muone vile State House inakaa, kwa sababu ile ni ofisi ya serikali ya Kenya Kwanza, inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki na Raila Odinga, ili sisi tuweze kupata manufaa kwanza kabla ya siasa zingine, sababu siasa iko mbali 2027. Saa hizi tunataka kujua sisi kama wa Kisii ni nini kiko ketu hapo ndani ili tuweze kufaidika. Wacha nikuulize kwanza ndugu yangu Fred Matiang'i, sisi hatujajua kama anauliza urais, kwa sababu hajasema uwazi ya kwamba kama anauliza urais. Yeye hajakutana na Wakisii waeleze. Sisi tumekuja kukutana na wao kwa sababu wametuita wajue serikali inaendelea namna gani, maendeleo watapataje, na ndio kwa maana tuko hapa. Maneno ya Fred Matiang'i, kama anataka kusimama rais, yeye ako na jukumu, ako na haki ya kusimama urais, na kila mtu atasimama urais. Hata Nyachaya alisimama urais, wengine Wajakoya walisimama urais, ni jukumu lao. Hata mimi huko mbele nitasimama urais, lakini kwa sasa ni maendeleo kwanza. Asante sana.